Haba na haba taifa linazungumza, pale serikali inapokaa na mwananchi pamoja. Haba na haba taifa linazungumza na kujadili malalamiko ya jamii. Hujambo na karibu msikilizaji katika makala ya Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Makala hii inaangazia dhana utawala bora nchini Tanzania kwa mifano halisi ya mafanikio na changamoto pia. Jina langu ni Margaret Richard, siko peke yangu. Mimi ni Yusufu Mazim, na leo msikilizaji, Haba na Haba utaisikia kwa utofauti kidogo hivi. Kabisa. Kwa sababu tunaruka moja kwa moja kutoka studio na tukiwa pia katika ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, tukizungumza na mkurugenzi mpya wa tume hiyo, Bwana Kailima Kombwe, lakini pia Ruthi Masham ambaye ni naibu katibu idara ya elimu ya mpiga kura wa tume, pamoja na mwenyekiti wa tume hiyo Judge Damian Lubuva. Msikilizaji, tumekwenda katika tume ya uchaguzi kwa ajili ya kupeleka hoja zako ambazo zimeibuliwa kutokana na hili zoezi la uandikishaji wapiga kura kwa kutumia mfumo mpya wa kielektroniki wa BVR. Kwa hiyo usishangae kidogo ukiona tuko studio, lakini vile vile tumekwenda tume ya taifa ya uchaguzi kwa ajili ya kuzungumza nao. Karibu. Lakini hoja kubwa ni kwa Watanzania walioachwa. Wanajiuliza, itakuwaje wakati daftari la kudumu la wapiga kura mikononi mwao lishapita tayari? Hakuna Mtanzania atakayefika kituo cha kuonyesha wapiga kura atakayeachwa. Pamoja na hilo, msikilizaji, tunaangazia changamoto na mafanikio ya zoezi la uandikishwaji kwa kutumia mfumo mpya wa kielektroniki wa BVR nchini Tanzania. Unaweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia 0785236938 na kwenye mitandao ya kijamii Facebook kupitia BBC Haba na Haba, na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC_Haba na Haba, ambapo mkurugenzi pamoja na Ruthi Masham ambaye ni naibu katibu watasaidiana kwa pamoja kuweza kujibu hoja zako. Na awali tayari tulishakuwekea swali, umekumbana na kisa gani kisicho cha kawaida katika zoezi la uandikishaji wapiga kura kwa kutumia mfumo wa BVR, na utasikia majibu moja kwa moja kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania. Yusufu, naona tumeanza moja kwa moja kuongea na msikilizaji, mimi na wewe hatujasalimiana. Mimi ni mzima kabisa wa afya njema, na kutokana na hili tunalozungumzia leo, mimi tayari nimekwisha jiandikisha. Vipi mwenzangu? Mimi mzima kwanza, lakini ukweli kabisa sijiandikisha. Kwa nini? Zipo sababu nyingi tu. Unaogopa kupiga kura wewe? Hapana, sio kwamba naogopa. Licha ya kuwepo mashine 8,000, lakini nimekosa nafasi ya kujiandikisha. Nitarudi kwako baadaye. Sitaki kujua kwanza sababu yako kwa sasa. Kupitia kijana huyu ambaye ni mmoja kati ya watu waliolazimika kubadilisha ratiba zao za kazi ili kupata fursa ya kujiandikisha. Wewe msikilize tu, naweza nikapata sababu yako Yusuf. Haya. Hadi. Asante. Ni nyumbani kwa Bwana Omari Jeremia, Mbezi Beach, Dar es Salaam. Huyu ni kijana anayefanya biashara kusafirisha abiria kwa kutumia pikipiki maarufu kama bodaboda. Anaamka saa 10 alfajiri kwa ajili ya kuwahi kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura kwa kutumia mfumo wa BVR, zoezi linaloendelea katika jiji la Dar es Salaam. Kawaida katika shughuli zangu binafsi huwa naamka saa 12. Leo nimeamka alfajiri saa 10 kutokana kwamba ni usumbufu, yani kutokana kwamba ni wingi wa watu katika kwenda kujiandikisha kupiga kura. Ukisema uende saa 2 kutokana na shughuli zangu utajikuta kwamba unapoteza muda unakuwa ni mwingi. Kwa hiyo ukifika saa 10 unakutana na watu wengi tu wasiopungua hata 20-30. Na ambatana sasa na Bwana Omari kwenda katika kituo atakachojiandikisha kwa ajili ya kupiga kura kuona hali halisi. Tumeshafika kwenye kituo cha kujiandikisha wapiga kura. Kwa hiyo hapa unatakiwa ufuate utaratibu gani? Fika hapa tunaandika majina, baada ya kuandika majina tutakuwa tumeshajiolezesha wote. Ikifika saa 2 ndio tunaanza foleni baada ya kituo kufunguliwa. Saa 2 imefika. Bwana Omari Jeremia analazimika kupanga foleni licha ya kufika mapema alfajiri. Kuna watu waliomtangulia. Hii hali ya kukaa kwenye foleni muda wote huu inakuathiri vipi katika biashara zako? Kinaniharibia mapato makubwa, yani kwa sababu kwamba nategemea abiria wa simu. Hasa mpaka sasa hivi hapa ishapoteza abiria wasiopungua 10.
ambaye ni wa simu 2200 3000. Kwa hiyo ukipiga hesabu hapo unapata hela kueleweka. Wewe ulikuwa unapenda utaratibu uweje ili watu wote waweze kuandikishwa kwa urahisi? Mimi nilikuwa napenda kwamba ni vituo viongezeke na hizo mashine zisiongezeke. Unakuta mpaka sasa hivi natukwaza, kwa mfano kama na jirani yangu yeye amefuatia zoezi ndani ya siku 2 ameshindwa, ametoka patupu, anatoka asubuhi na anashinda na watoto. Kwa hiyo unaendelea kukaa kusubiri foleni au unaondoka alafu utarudi baadaye? Itabidi niondoke niendelee nikafanya shughuli zingine kutafuta hela kula, kwa sababu nikisema kwamba niendelee kusubiria hii foleni nitapata nini? Kwa acha tuende nikatafute riziki huko, nikipata baadaye narudi tena. Unatarajia kurudi kwenye saa ngapi? Natarajia kurudi jioni saa 11, niangalie kama nitabahatisha. Nikikosa basi itabidi tena niamke alfajiri saa 9 nipoteze tu hiyo siku kwa ajili ya zoezi. Bwana Omari anarejea na baada ya kuvumilia changamoto zote anapata kitambulisho chake. Kwa kweli kwamba binafsi nasikia furaha kupata kitambulisho, kwa sababu najua kitanisaidia kwa mambo mengi. Piga kula, kwa sababu kula ni haki yangu ya msingi, na mimi naomba Mwenyezi Mungu anijalie panapo uhai basi nikapige kula. Mfano kama kecha uraia mpaka sasa hivi sijapata na sielewi nitapata lini. Kia nikifuatilia wananiambia kwamba subiri utatuma message. Mario ufai kabisa. Nimepatia Sitaki kusema umepatia, lakini ufai kabisa. Sitaki kujua. Naomba nijue kutoka kwa mkurugenzi wa uchaguzi kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi Bwana Kailima Kombwe. Mkurugenzi, umemsikia kijana huyu. Hivi kulikuwa hamna namna bora zaidi ya watu kujiandikisha bila kubadili ratiba zao? Sehemu yoyote ikiwa na zaidi ya watu 3, ukienda hospitali Muhimbili, unapanga foleni na unatokea muda mrefu unapoteza. Achana Muhimbili, unaweza kusema unaumwa. Unaweza kwenda kuweka fedha zako benki, fedha yako wewe mwenyewe. Lakini huwezi kwenda straight kwenda kwa keshia. Utaratibu ambao tunaofanya hivi sasa ni kwamba tumeongeza mashine, lakini hii utaratibu umetumika katika mikoa mingine. Cha msingi ni kuwa wavumilivu, tukajiandikishe. Nataka niwaambie hili si tatizo ambalo linaweza likasababisha kwamba watu wasiweze kujiandikisha. Sawa, umesema kuongeza mashine. Kwani sasa hivi Dar es Salaam tunaandikisha tukiwa na mashine ngapi? So far ziko 3972. Lakini taarifa za awali zilikuwa zinasema kwamba kulitakiwa kuwe na mashine 8000 kwa sababu zimetoka kwenye mikoa yote ya Tanzania, ili Dar es Salaam kwa sababu kuna wingi wa watu, ili kupunguza hizo changamoto mweke mashine 8000 ambazo zimetoka kwenye mikoa tofauti. Nyingine zimekwenda wapi? Tulisema hivi, BVR kits tulizonazo ni 8000. Zote zitakuwepo Dar es Salaam. Kwa maana kwamba ikiharibika tofauti na mikoani. Mikoani kwa ikiharibika kufanya replacement inakuwa shida. Lakini kwa Dar es Salaam tukiona kituo kimepungukiwa machines, automatic mashine moja inakwenda kuongeza nguvu pale. La kwanza. Lakini la pili, unapozungumzia kuongeza mashine unaongeza na human capital. Unaongeza na kuzungumzia masuala ya budget. Lakini nikwambie mashine 3972 ziko hivi sasa zinafanya kazi. Jana tumeongeza mashine 100 Kinondoni, tumeongeza mashine moja Temeke, tumeongeza mashine moja Ilala. Stock tulionayo hivi sasa ambao BVR kiti anytime ukitaka uziondoshe zinachukua, tunazo 3500. Ziko station zinasubiri kuchukuliwa. Kuna kituo kimoja kiko pale Mikocheni Msonge. Naomba usikilize baadhi ya changamoto za wananchi ambao nilikwenda kuwatembelea. Unaitwa nani? Dativa. Kazi yangu ndo kama hivi kuandikisha wanaokuja kujiandikisha. Unajuaje kama mtu ametoa taarifa sahihi kwenye hiyo karatasi ambayo unaandikisha? Si kwa sababu wanaohitajika hapa ni yani kata hii, kwa hiyo anayekuja hapa lazima awe ni mwenyeji au mtu anayehusika au mkazi wa kata hii. Zingine hatuwezi kujua kama ni mkoani kadanganya, hatuwezi kujua, ila kama hizi za maeneo haya anapoishi. Sasa mtu anapokuambia labda yeye ni mkazi wa Mikocheni wakati si mkazi wa Mikocheni, au labda ni Mtanzania wakati si Mtanzania, ni kithibitisho gani ambacho wewe unakuwa nacho kujua kwamba huyu ni Mtanzania na hasemi wewe unajuaje? Taarifa, yani jinsi fomu inavyohitaji ndo jinsi itakavyokuwa. Inamaanisha hapa ataeleza kuhusu labda mkoa, ataeleza kuhusu kijiji anachotokea. Kwa hiyo itamletea ugumu pale atakaposhindwa kuongea. Wacheni bibi bwana apige picha bwana. Bibi apige yote tuyatimani. Mambo vipi? Fresh vipi? Unaitwa nani? Mimi naitwa Patrick. Naona umevaa kofia ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi na umekaa katikati ya mwandikishaji pamoja na BVR operator. Unafanya shughuli gani? Mimi ni wakala pale kutoka chama tawala. Pale jukumu langu hasa yani kusimamia. Kuna watu labda wakae maeneo haya, kwa mimi ni mwenyeji sana wa maeneo haya. Hata kama akinidanganya hiyo itakuwa imemgharimu yeye, kwa sababu hata akienda kupiga kula na mtu anakaa Bunju, huwezi kwenda kupiga kula kule, lazima urudishwe sehemu ya kituo ambacho ulichoandikishiwa. Yani unaitwa kule mbele. Sisi hatupasi kwa tunaongea hivi.
Habari yako? Salama sana dada. Unaitwa nani? Mimi naitwa Agnes Kayuni. Kuna nini, changamoto gani hapa mnaiona? Kwa sababu naona kuna majadiliano yanaendelea katikati ya kituo. Changamoto hapa dada ni nyingi. Changamoto ya kwanza ni kwamba hamna usimamizi. Watu wanazozana kwa sababu zimewekwa sheria. Kuna sheria ambazo zinasimamia wajawazito, watu wazee, wasiojiweza wa vilema waweze kupata fursa ya mbele katika kwenda kufanya nini, kujiandikisha. Lakini hapa wakifika lazima waombane. Sasa kwa sababu imetokea kwamba watu wamesimama kwa muda mrefu, wengine wamefika hapa tangia asubuhi, ni kuwa vigumu kuwaruhusu. Kwa hiyo matokeo yake wenyewe wananchi tunataka kutoboana macho. NEC waje hapa, wao wanasimamia ipasavyo. Naitwa Maile Leonard Peter. Kiukweli utaratibu wa hapa sio mzuri. Kwa sababu hii kazi itakiwa ipango vizuri kwa utaratibu fasaha. Sasa unakuwa serikali yetu imetokea kitu cha haraka. Naona kama hapa yenyewe tunapofanyia kazi sehemu yenyewe ilipo sio sahihi. Inatakiwa iwe sehemu nzuri. Kwa hapa unakuta hata picha yenyewe mtu anapata shida kwa sababu ya jua nini, inakuwa sio vizuri. Mkurugenzi, umeweza kusikiliza changamoto mbalimbali. Ili la wageni na hakuna kithibitisho chochote ambacho mtu anaenda nacho pale kuonyesha kwamba huyu ni mzawa, ni Mtanzania. Uone kwamba kuna uwezekano Mburundi, Mrwanda akaenda kujiandikisha? Jukumu la kwanza kabisa la Mtanzania yoyote ni kumtambua kama huyu ni Mtanzania sio Mtanzania. Sio jukumu la tume peke yake. Mwenye jukumu la kutambua huyu ni Mtanzania sio Mtanzania, na imeshafanyika maeneo ya Ngara, ni uhamiaji. La mwisho amezungumzia maeneo ya kufanyia kazi huyu mwandishi. Tume kwa kushirikiana na mamlaka za mitaa, kwa maana halmashauri inatambua. Sisi tunasema kituo chetu cha kujisajili ni kata X. Sehemu gani kwenye kata X ya kuweka BVR kiti mashine ni mkurugenzi wa halmashauri kwa kushirikiana na ofisi ya serikali za mitaa. Anasema katika eneo hili itakuwa ni eneo bora na itakuwa ni eneo zuri sana la kuweza kujisajili. Tume ndio inaendesha zoezi hili zima la uandikishaji wa piga kura, lakini wananchi wanasema kwamba hakuna usimamizi mzuri. Kwanza hakuna polisi, hakuna huyo mtu wa uhamiaji, hakuna mtu ambaye anaweza kushughulika na kuangalia kwamba makundi maalum labda amepewa nafasi. Na tume inajitoa kusema kwamba ni jukumu labda la mkurugenzi au ni jukumu la uhamiaji. Nani alikuwa anapaswa kuweka hizo taratibu zote kwamba lazima kwenye kituo kuwe na kujitoa kwenye jukumu la, sijasema tume kwa jukumu lipi ambalo tume imejitoa. Kusema kwamba wakala kuwepo pale ni jukumu la vyama. Mtu kutambua kwamba huyu ni Mtanzania, huyu sio Mtanzania, ni uhamiaji unatakiwa kufanya hilo swala. Na hata sio kusema uhamiaji, labda nimesema kuanzia Mtanzania mwenyewe. Wewe kwanza kama ni Mtanzania, jukumu lako la kwanza kusema huyu sio Mtanzania. Taarifa polisi, uhamiaji, mkurugenzi atapata taarifa huyu sio Mtanzania kutoka kwa Mtanzania mwenyewe. Haba na haba, taifa linazungumza. Mary, kumekuwa na visa vingi sana kwenye zoezi la uandikishaji wa piga kura. Vingine vinafurahisha na vingine vina dhana kidogo ya mgeni njoo mwenyeji wapone. Labda tupitishe tusikie unasemaje. Hiyo inatanabaishwa katika ujumbe ambao msikilizaji umetutumia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook Haba na Haba na Twitter BBC_Haba na Haba. Maulidi Hasani umesema huku kwetu mtu anapanga foleni watoto wake yeye pamoja na mkewe, halafu anauza nafasi 1500. Yani wewe ukiwa nyuma sana, wao wapo mbele, ukitaka kusimama alipo yeye unampa pesa hiyo na kukupisha. Na haya ni mazungumzo niliyosikia kati ya baba na mtoto wake. Baba, hii ni fursa ya ajira na ni lazima tuitumie. Tunashukuru NEC kwa biashara hii na nawashauri kila baada ya miaka 5 zoezi hili lirudiwe, kwani ni chanzo cha ajira. Maana miaka kadhaa tulijiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, lakini leo tunaandika tena na Watanzania hawahoji na wameonyesha kuipenda hii biashara. Mwisho wa kunukuu. Wamefanya kama mradi mgeni njoo mwenye Japoni kama ulivyosema awali. Labda tumsikilize Ruth Masham ambaye ni naibu katibu kutoka idara ya elimu ya mpiga kura na habari wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Ninachoweza kusema kwanza, hilo ni kosa la jinai, ni masuala ya rushwa ambayo pia kuna taasisi inayeshughulikia. Wako maafisa wetu sasa hivi wengi wako kule kwenye vituo, wanapita, wanazunguka, wanashuhudia jinsi zoezi linavyokwenda, na hata wale wanaoandikisha wale wanatakiwa watoe taarifa hizo, kwa sababu sheria inaitaka tume kazi hii ifanywe na wakurugenzi wa halmashauri ambao kwa cheo cha tume wanaitwa ni maafisa waandikishaji. Kwa hiyo linavyotokea lile, taarifa zinakwenda kwa maafisa waandikishaji, kwa kuwa wao ndio wametajwa na sheria kwamba watakuwepo katika halmashauri na kata na vituo vyote vilivyoko katika halmashauri yake. Haba na haba, taifa linazungumza.
Kabla ya kwenda kusikiliza hatma ya wale ambao hawajajiandikisha mpaka sasa kwa mikoani, wakati tayari zoezi hili limekwisha pita, tukamsikilize msanii wa filamu na muziki nchini Tanzania, Snura Mushi, aliye katika mradi wa kuelimisha umma chini ya NEC kuhusu mfumo wa BVR na umuhimu wa kujiandikisha kupiga kura. Ana kitu cha kusema. Tulikuwa wasanii 5, ila mwanamke nilikuwa ni mimi tu peke yangu. Tulikuwa na hizo business, Jinako, Stamina, Kala Jeremiah na mimi. Kwa sababu tuliandaa wimbo wa pamoja ambao tumetengeneza wimbo wa pamoja wa kuhamasisha watu wajiandikishe kupiga kura. Wajiandikishe. Naweza kutupa kidogo. Hata kipande tu cha kwako. Kipande ambacho niliimba mimi. Kujiweka nyuma kijana inatosha, mkaka jiandikishe. Unalilia maendeleo, hatua ya kwanza ndio hiyo. 2015 kijana kura ni dili. Na ujuzi wa kuwaelimisha watu, mnakwenda kuzungumza na watu, mliupata wapi? Kwanza tuna confidence ya kuongea sehemu yoyote, hata kwenye mjumuiko wa watu wengi kiasi gani. Tuna uwezo wa kuzungumza chochote, tukamwelimisha mtu, na tuna uwezo wa kushawishi. Na mmefanikiwa kiasi gani kwenye hii project yenu? Kiukweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kufanikiwa. Tumefanikiwa, nadhani hata watu wanaona hasa mafoleni jinsi yalivyo kwenye vituo vya kujiandikisha. Ni kazi yenu. Mtu karibu wiki nzima kitambulisho hajakipata. Hii yote ni kuamshana, kuambiana, kukumbushana, kuonyeshana umuhimu wa hii kitu na ubora wake. Kwa mfano sasa hivi unapewa nafasi ya kumuuliza mkurugenzi wa tume ya uchaguzi ama kiongozi mkubwa wa tume ya uchaguzi swali la msingi kabisa baada ya kupita huko, ni swali gani za kumuuliza lika faida kwa wananchi wote? Yaani kitu ambacho mimi nitauliza ni kuhusiana kwanza hapa kwenye zoezi la kujiandikisha. Mimi nataka kujua ni kigezo gani kinachotumika kuchagua maeneo ya watu kujiandikisha kupiga kura. Yaani maeneo gani ambayo yanaangaliwa watu wajiandikishe kupiga kura, na kwa nini baadhi ya eneo ama watu fulani ambao wanajua wako sehemu fulani wana matatizo hawajafikiriwa? Kama hospitalini. Kama hospitalini. Mimi hapo ndo panaponiumiza kichwa. Kwa sababu hivyo unataka kuniambia pale Muhimbili kuna watu wangapi wamelazwa? Je, kwa nini hawajawatizama? Hilo ndo swali langu kubwa ambalo mimi ningeuliza. Mkurugenzi, umesikia swali la Snura ambalo linafanana kabisa na sababu za baadhi ya wananchi hawa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania. Kabla hujamjibu, tuwasikilize. Kwa jina naitwa Adija bin Saidi, napatikana hapa Manispaa ya Shinyanga katika mtaa wa Kambarage. Sikujiandikisha katika daftari la kudumu kwa sababu nilikuwa naumwa, sikuweza kufika katika kituo husika cha kujiandikisha. Sina matumaini kwamba tutapata tena fursa ya kuandikishwa, lakini naomba tu serikali iweze kuweka mikakati ambayo itaweza kusaidia watu ambao hawakuweza kujiandikisha, tupate fursa na sisi kuwapigia viongozi ambao tunawataka. Naitwa Amina Rafael kutoka wilayani Kyela mkoani Mbeya. Sikuweza kujiandikisha kwa sababu nilikuwa mgonjwa, siwezi kunyanyuka kutoka kitandani kwenda kujiandikisha. Upande wa serikali haikuweza kutambua hili kwa sisi wagonjwa ambao tupo mahospitalini, tumelazwa, tuna nguvu za kuweza kunyanyuka na kwenda kujiandikisha. Lakini vile vile serikali iliweza kuwalenga wazee, kina mama wajawazito na watu wengine, kuwapa vipaumbele kuweza kujiandikisha. Lakini kwa upande wetu sisi wagonjwa haikulenga hilo. Ndio maana sikuweza kujiandikisha kutokana na nilikuwa sina nguvu, siwezi kupanga foreni. Sina matumaini yoyote kwa sababu sikujiandikisha na sitomchagua kiongozi yoyote. Haya, tumasikiliza mkurugenzi. Unasemaje hili la wagonjwa? Labda niseme niweke vizuri. Watu sio wanalichukuliaje hili zoezi la uandikishaji, kwa sababu hili tumebadilisha tu mfumo. Lakini zoezi la uandikishaji ilikuwa inafanyika katika mfumo katika miaka yote, lakini ilikuwa ni kwa kuandika kwa mkono. Kwa nataka watu waone kwamba halina tofauti na mazoezi mengine yote ya uboreshaji wa daftari yalikuwa yanafanyika. Isipokuwa sasa tu tunatumia mashine. Hili kwanza likae sawa. Na katika miaka yote ya uandikishaji kwa taratibu ni huo, kinatengenezwa kituo. Yoyote yule mwenye haki ya kwenda kujiandikisha na kwenda kujiandikisha. Kwa tunashauri wagonjwa ambao wanaweza kutembea, tunawashauri waende kwa jadi. Lakini sasa hatuwezi kuchukua BVR kiti tukaipeleka paka, tutasema na kikongwe naye aliyoko ndani tumpeleke BVR kiti. Sawa, tuzungumza hao ambao wako kwenye mikoa ambao tayari BVR imeshapita na hawajaandikishwa. Kuna utaratibu wote ambao utafuatwa, utatumika kwa ajili ya kuwafanya waandikishwe? Zoezi lilishapita na hawakuandikishwa kutokana na sababu mbalimbali kama ambavyo umesikia. Na tume hatuna taarifa watu ambao wameachwa. Tuhamasishe next time wajitokeze kwa wingi. Kwa safari hii imetoka hiyo tena. Siwezi kusema kwamba imetoka. Twende swali la mwisho kwa sababu tunaona haraka unakimbia kwenye kikao. Baada ya kukamilika kwa zoezi hili, mashine za BVR zitakwenda wapi?
Baada ya zoezi hili, mashine hizi zitasambazwa kwenye mamlaka serikali za mitaa zote. Tunategemea kuwa na maafisa wa tume kwenye kila mamlaka za mitaa. Ukitimiza miaka 18 unakwenda kujisajili. Kuna hofu imeshajengeka kwamba kuna uwezekano watu wakaanza kufyatua vitambulisho tu, hata kwa wageni, hata kwa watu ambao sio wa Tanzania, hawahusiki na zoezi la kujiandikisha, kutokana na kwamba mashine zikishamaliza kazi yake sasa hivi, zikisambaa maeneo tofauti, watu wataanza tu kufyatua vitambulisho bila utaratibu maalum. Hofu ya kusema watajisajili ni hofu inaweza ikawepo, lakini tusitangulize. Lakini inawezekana. Sidhani haiwezi kuwezekana. Mnadhibiti vipi? Ni swala la kisheria, lipo kisheria. Ikionekana sheria itachukua mkondo wake. Sawa, kwa maoni yako, kwa nchi maskini kama Tanzania kuamua kutumia mfumo ghali kama huu wa BVR, unazungumziaje? Sio mfumo ghali, ni maneno tu. Yaani huwezi ukasema eti, unajua unaweza kusema hata demokrasia usiifanye kwa sababu ni ghali. Nadhani unanielewa. Unaweza kusema nchi za Kiafrika zisipige kura kwa sababu ni ghali, ni gharama. Demokrasia ni gharama kuliko BVR kits. Demokrasia ni gharama kuliko usajili. Lakini huwezi ukasema eti kwa sababu ni gharama usiwape watu haki yao. Tunakwenda kwa modern way. Tunataka hii kadi ya mpiga kura imhudumie mtu katika shughuli nyingi sana. Haba na haba, taifa linazungumza. Msikilizaji, kabla ya kuhitimisha, kumekuwa na ushauri mwingi kutoka kwenye makundi mengi na watu mbalimbali katika kuboresha zoezi hili la uandikishaji kwa njia ya BVR. Mmoja wao ni Given Edward, msimamizi wa teknolojia na habari wa mradi wa uchaguzi kutoka shirika la Restless Development, na nilimuuliza tu, je, kuna namna yoyote ya kufanya kuondoa changamoto za mfumo huu wa BVR? Namna ipo ya kufanya. Sasa kwa Dar es Salaam zoezi linaonekana linakuwa ni gumu zaidi kuliko maeneo mengine, kwa sababu cha kwanza watu ni wengi. Jambo ambalo lingeweza kufanyika pia kupunguza msongamano, kuna mambo makubwa mawili ambayo naona mimi yanaweza kufanyika. La kwanza ni kwa DAPEC. Kwa DAPEC yake usajili ungeweza kufanyika eneo na eneo. Yaani kwamba mashine zote zinaweza zikahamishwa, kwamba wiki hii tunafanya Ilala peke yake. Kwa hiyo mashine zote zinakuwa zinafanya usajili Ilala. Siku 2 siku 3 Ilala yoyote imeisha. Baada hapo siku ya pili inafanyika Kinondoni, na hivyo inaisha haraka. Lakini kwa Tanzania nzima kufanya zoezi zima liwe rahisi, na mimi jambo ambalo linaweza likafanyika ni kwamba usajili wa watu kwa ajili ya kupiga kura usio unafanyika mwaka wa uchaguzi peke yake. Unafanyika kila mwaka, ili mwaka wa uchaguzi iwe ni pengine kwa taarifa peke yake au kurudisha vitambulisho vilivyopotea. Lakini sio ni baada ya miaka 5 kwa sababu msongamano unakuwa mkubwa, wengi hawajajisajili. Lakini inafanyika kila mwaka, zoezi linakuwa rahisi zaidi. Mwenyekiti, umemsikiliza Bwana Given, umekubaliana na hoja zake? Ushauri wake ni mzuri kwamba huku mbele ya safari tusingoje baada, na ni kweli. Cha mwisho, hivi tulivyo sasa hivi, ukienda kwenye vituo vingine, kwa maana cha kwangu ni Oysterbay, unakuta wengi wametoka sijui Tandale wapi. Na kwa hivyo hiyo anaposema hiyo isingefanya kazi Dar es Salaam. Tulizingatia sana. Tulitaka tuanze sijui na Ilala, tukasema hapana. Ngoja tusubiri mashine zinavyokuja tuanze wote kwa pamoja, na ndivyo tunavyofanya. Ni kitu tulikuwa tunacho kwamba tulikuwa tunahama nazo. Sasa kwa Dar es Salaam makusudi kabisa, na kwa sababu inayoeleweka, tuliona kwamba tukifanya kama tulivyofanya mikoa mingine tutakwama. Ni mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, Judge Damian Lubuva. Haba na haba, taifa linazungumza. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi cha leo ambacho tuliangalia changamoto na mafanikio ya zoezi la uandikishaji wa piga kura kwa mfumo wa BVR. Kabisa, na leo ilikuwa tofauti kidogo, kwani tumefanya mazungumzo yetu studio, lakini vile vile tukahamisha hoja zako msikilizaji kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tumezungumza na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume hiyo Bwana Kailima Kombwe, lakini pia Judge Damian Lubuva ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi, lakini pia Ruth Masham ambaye ni naibu katibu kutoka idara ya elimu ya mpiga kura na habari wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba, msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti, wadhamini ni idara ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Jina langu ni Medigoret Richard. Mimi ni Yusuf Mazim. Asante kwa kuwa nasi msikilizaji. Kwa heri kwa sasa kutoka hapa studio. Haba na Haba, taifa linazungumza. Haba na Haba, taifa linazungumza.